Karibu katika mwendelezo wa mkasa wa sitomsahau dalali alionipangisha nyumba moja na majini, na hii ni sehemu ya 8. Katika sehemu ya 7 tulishia pale ambapo Samu anasema yule binti nikaweza kumuona kwa mbali akiwa anatokea na jongea mdogo mdogo pale dukani, na badala yake nilivyomuona nikawa nimejisimamisha pembezoni kabisa mwa duka. Anasema alipofika yule binti moja kwa moja akaenda mpaka dukani. Kumbuka huyu binti ametoka kwao, kwa kuwa yule rafiki yangu huwa anamwagiza vitu, na ndipo ili anirahisishie mimi niweze kukutana naye, na baada yake akanunua kile kitu na akawa anashuka kuelekea kwao. Baadaye nikamuita na alivyoniona kusita kuja, kwa sababu jana yake tulishakwisha kuongea kwamba leo nitamkabidhi simu. Na alivyofika pale akaniamkia, "Shikamoo mjomba." Nikamwambia marahaba, "Ujambo?" "Ndiyo sijambo." "Hivi dukani ulienda kufanya nini?" Anasema nikawa nimemuuliza hivyo. Yule binti akawa amejibu, "Nimeagizwa sabuni na nipeleke haraka sana. Anko ameniagiza sabuni." Baada yake akawa amesema, "Sasa vipi kuhusu ile simu?" Akasema, "Sawa, naomba hiyo simu nikabidhi." Anasema, "Sasa simu sijachukua hapa, naomba tuelekee mpaka pale sehemu fulani hivi ambapo nimefikia katika huu mtaa. Kuna nyumba fulani ambapo pale nimefikia, twende mpaka pale nikakupatia hiyo simu." Anasema yule mtoto akaweza kukataa pale, akasema, "Anko, mimi ameniagiza sabuni na nipeleke haraka sana, na saizi ni jioni, sitoweza kwenda mpaka huko. Nikichelewa nitafokewa sana, na hata mama pia atanifokea, hata nielewa." Anasema kwa kweli nikiangalia ule muda kweli ulisha kwenda, maana yake ni saa 12 inaelekea saa 1 kasoro, na yule binti anasema mimi nimeagizwa sasa hivi nipeleke hii sabuni. Nikasema kwa hiyo hapo inakuaje? Anasema na mimi mwenyewe pia nilikuwa natumia akili ndogo sana, kwa sababu yule ni mtoto mdogo, uwezo ukatumia akili kubwa sana. Niliona kabisa labda naweza nikamkosa, na baada yake nikawa natumia njia za kumdanganya. Akasema hapo, "Anko, mimi naona kesho ndo nije kuchukua. Kesho mimi naenda shuleni, lakini kesho sitochelewa kurudi. Kwa hiyo nikitoka tu shuleni kabla ya kwenda nyumbani mimi nitakupitia hiyo sehemu ambayo unataka nielekeze ni wapi ili nikupitie nije kuchukua hiyo simu." Anasema yule binti akaweza kuniambia vile yule mtoto, na baada yake nikamwambia, "Hivi unaifahamu guest fulani katika huu mtaa?" Alimtajia jina ile guest. Yule mtoto akawa amesema, "Hiyo guest mimi naifahamu." "Ndo umefikia pale?" Akasema, "Ndiyo, mimi nimefikia pale. Kwa hiyo kesho utafika saa ngapi?" Anasema, "Mimi hapa kesho saa 8 au saa 9 nitakuwa tayari nishatoka shuleni. Hivyo basi nitakupitia, na baada yake kabla kuja kubadilisha uniform nitakupitia nichukue simu ndo niende nyumbani." Bwana, anasema akawa ameachana na yule mtoto au yule binti kwa miadi hiyo, kwamba kesho muda kutoka shuleni yule binti atampitia katika ile guest ambayo amemuelekeza. Anasema Sam bado aliona bado hajafanikiwa, na ukiangalia siku zinazidi kusonga, zimebaki siku chache kuelekea katika ile kesi kule mahakamani. Na baada yake akaweza kumpigia simu rafiki yake, akamwambia, "Bwana huyo mtoto bwana nimeongea naye hivi. Sawa, kwa hiyo hapo mpaka kesho tena." Anasema yule mtoto, kumbuka ni nyumba moja wanaishi, japo huyu jamaa yani amkumbuki au labda amuonioni mara kwa mara. Kumbuka mimi hapa Samu nimeomba tu uhifadhi kwa yule rafiki yangu pale, na mara kwa mara tuonani. Kwanza mtoto mwenyewe anaenda shuleni na mimi mwenyewe pia muda mwingine naingia tu kulala, muda mwingine natoka. Hivyo basi hajanizoea, lakini rafiki yangu ndio ambaye anamfahamu vizuri sana. Ila maana sasa kuanzia hii siku nilikuwa naishi vile kwa kunyemelea hivi yule mtoto asije akaniona naingia mne ndani. Ilikuwa ni mtihani sana." Anasema basi yalipita masaa, na baada yake kesho yake ikawa imefika ile siku ambayo alikuwa anamsubiri sana kwa hamu yule mtoto atoke shuleni ili ampitie pale gesti. Anasema mida saa 8 alikuwa ametulia tu anamsikilizia yule binti, na akasema, "Leo hata nichomesha kweli. Kumbuka jana nimetumia pesa, nimeweka 15,000 kwa ajili ya kile chumba, lakini asijakitumia katika ile guest, na leo pia nimelipia katika guest hii, na bado pia sijui atafika huyu mtoto." Anasema akawa amesikilizia pale, ametulia ndani, na ile mida ilipofika saa 9 akasema, "Hapa nisitoke, nitulie hapa ndani." Na baada yake anashangaa, anasema mlango kaanza kugongwa pale. Mlango ulipogongwa akafungua kuja kuangalia ni mhudumu wa ile guest. Akamwambia, "Kaka, kuna mgeni wako hapa nje." Akasema, "Kuna mgeni wangu, basi mruhusu apite." Anasema nilisema moja kwa moja kwamba mruhusu apite kwa sababu nilijua wazi kwamba ni yule binti ambaye atakuja kuniulizia hapa, kwa sababu jana nishamuelekeza ni wapi aje. Anasema na kweli yule binti akaweza kuja, maskini amevaa uniform full pamoja na begi lake yule binti. Nikasema
aisee, huu mbona ni ushahidi tosha ukija kukamatwa kwamba ni mwanafunzi kabisa. Mtu amevaa uniform kabisa full. Sasa nitafanyaje? Na binti mwenyewe ndo kama hivi bado mdogo sana. Hana uhuru wa kutoka kwao au haona uhuru wa kutoroka huku mjanja. Kwanza haelewi kitu ambacho anakuja kufanya huku. Yeye anajua tu anakuja kuchukua simu. Akasema bana, hapa hakuna namna. Akafungua mlango na kuweza kumkaribisha yule binti ndani. Anasema akamwambia ingia. Alipofika pale akamwamkia mjomba shikamoo. Akamwambia marahaba. Shwari, habari za huko shuleni. Baadaye akafunga ule mlango akamwambia mjomba, mimi sitaki kuchelewa hapa, nataka tu nichukue simu na baada yake nikabadilisha uniform na nikaoshe vyombo nyumbani. Akamwambia usijali utaondoka sasa hivi. Anasema nitumia njia kumdanganya sana yule mtoto. Na baada yake nimekaa pale nikamwambia simu na kukabidhi, lakini kuna kitu fulani nataka tufanye hapa mara moja. Yule binti anasema tufanye kitu gani anko? Anasema sasa ni muda unaenda na mimi pia watanishangaa nyumbani mpaka saa hizi bado sijarudi. Ndio maana mimi nikapitia tu simu kama nilivyokwisha kukuambia jana kwamba sitakawia hapa, naomba tu simu niondoke. Anasema nilitumia njia nyingi sana za ushawishi. Yule mtoto alikataa kata. Na baada yake alipojua kwamba mimi nataka nifanye kile kitendo, yule mtoto alikataa akasema, "Anko, mimi iko kitu sijawahi kabisa. Mimi sijawahi kufanya na siwezi nikafanya kabisa. Kwanza kabisa mimi bado mdogo na mimi bado ni mwanafunzi. Siwezi nikafanya hicho kitu mjomba." Anasema alitumia nguvu kubwa sana yule mtoto kujikataa. Lakini baada yake jamaa amesema, "Hapa nikimchekea huyu mtoto au labda mpaka arizie kunipa, aisee, muda mrefu sana utakuwa ushaenda na baada yake naweza hata nikastukiwa ndani kwa kelele." Anasema nikaanza kutumia nguvu. Nikawa nimemchukua yule mtoto, nimemshika kwa nguvu mle ndani huko nimefunga mlango. Yule mtoto anasema akaanza naye pia kutumia nguvu, akasema mimi nitapiga kelele na baada yake na kweli akaanza kupiga kelele. Alipiga kelele yule mtoto lakini nikaweza kumziba mdomo na baada yake nikatumia nguvu kubwa sana kuchana ile sketi yake ya shule. Anasema nilichana ile sketi maskini. Na baada ya hapo kabla sijafanya chochote zile kelele ishaweza kusikika kule nje na baada yake nikasikia mlango unagongwa. Nikasema hapa tayari kimeumana. Ule mlango ulivogongwa sikujua ni nani ambaye anagonga, lakini haraka nikasema atakuwa ni mfanyakazi huko ndani, huyu dada anagonga huko mlango, lakini anagonga anataka nini? Au hizo kelele ameweza kuzisikia? Anasema nikaweza kufungua ule mlango. Na bahati nzuri nilikuwa sijavua kitu chochote kile isipokuwa yule mwanafunzi nikawa nimemziba mdomo na baada yake nikamchania ile sketi yake. Sasa mlango ulivogongwa nikawa nimemwacha yule, akawa ameendelea tu kukaa pale kitandani na akiwa amejinamia chini analia. Na baada yake nikawa nimefungua ule mlango. Nimefungua mlango, huwezi kuamini ndugu msikilizaji, nimekutana na wazazi kama 4 hivi. Wale wote ni watu wazima aisee. Asa nimekuja pale nasikia mbona kuna kelele huko ndani? Vipi kuna nini huko? Anasema wameingia hivi wote mle ndani chumbani, wanamuona yule mtoto amekaa chini. Anasema nilijua tu wewe unaingia na mwanafunzi. Anasema pale nimepata mpenyo. Kabla wale kumaliza kuongea aisee nilikimbia sana. Na baada yake kelele zikapigwa pale. Na bahati nzuri wale hawakuwa ni vijana ambao labda wakiweza kukimbizana na mimi. Nilikimbia kweli. Kwa kuwa walikuwa wazee na nishawaacha tayari pale ndani, aisee ndio ilikuwa pona yangu na ilikuwa ni salama yangu. Ndugu msikilizaji, siwezi nikasahau ile siku. Sasa nikawa najiuliza uko mbele, je, ile siku hii leo nikawa nimekamatwa pale, ina maana si jela moja kwa moja? Aisee, ule ulikuwa ni mtego mbaya sana na sijaweza kufanikiwa na kile ambacho nilikuwa nakitaka. Anasema nilikuwa na huzuni sana na baada yake nikaweza kumpigia simu rafiki yangu, nikamwambia rafiki yangu, bwana kitu ambacho kimenitokea ni balaa sana, naomba tukutane sehemu fulani nikuelekeze. Anasema wewe njoo nyumbani, mimi hapa nisharudi. Akasema hapana, mimi hapo siwezi nikaja, na kuomba tukutane sehemu fulani nikuelekeze. Na alipofika yule rafiki yangu nikaweza kumwambia kile kitu ambacho chochote kimenitokea kule guesti. Anasema aisee, pole sana ndugu yangu, hakika hani majanga. Anasema na pale ningekamatwa sijui kiendelea ndivyo, kwa sababu ni ushahidi tosha, yule mtoto amekuja na uniform, ni mwanafunzi kabisa. Lakini nani ambao amenichoma pale? Akamuuliza, umeenda katika guest gani? Anasema mimi nimeenda guest fulani pale ambao ipo karibu tu na huu mtaa, sababu nisingeweza kumpeleka mbali yule mtoto akikataa. Kwa hiyo ndio maana nikampeleka pale. Akasema katika ile guest yule mdada, yule mtoto anamjua vizuri sababu ni mtoto hapa mtaani. So hajabu yule dada ndio ambaye ameweza kuwapigia simu au kuwaita wale watu wazima baada ya kumuona yule mtoto anaingia mle ndani na zile kelele ambazo alisikia. Kwa hiyo haikuwa singekuwa rahisi eti yeye aweze kukaa kimya na yule mtoto ameingia mle guest.
Kwa hiyo atakuwa amekuchoma yule dada. Anasema nilisikitika sana. Na baada yake nikamwambia rafiki yangu, sasa hapa kwa kuwa huyu binti naye pia anaishi humu, nadhani hapo akiniona itakuwa vitu vingine. Kwa hiyo kuanzia leo hapa mimi ndugu yangu mimi hapa natoka. Sasa basi bora tu nielekee kule nyumbani. Japo kuna mambo ambayo siyaelewi kule nyumbani anayoelekea, lakini kwa hizi siku mbili ngoja tu nirudi kule nyumbani, sina namna ya kufanya. Na hapa siwezi nikaendelea kubaki kwa sababu inaweza ikatokea jambo lolote au anaweza kanitaja. Anasema kwa mantikio rafiki yangu alinionea huruma sana, na siku hapo zinaenda hamna kitu chochote ambacho nimefanikiwa kuhusiana na ile kesi, na baada yake nikafunga safari kuelekea nyumbani. Sasa basi kitu ambacho kiliendelea katika sehemu ambayo inafuata.